Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Naomba unisaidie Biblia hapa. Baba, asante na kushukuru jioni ya leo. Mbingu zikashuhudie tuko hapa. Mungu kashusha upako wako na nguvu yako, sio upako wa maji na chumvi tena, bali ni neno lako lenye upanga, likasimame likalete matumaini katika jina la Yesu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanza wapi? Sema mwanza kwa Mungu. Nikisema mwanza wapi, unasema kwa Yesu. Mwanza wapi? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona katika maandiko, Biblia inasema katika Warumi, kama mwanadamu ameshakwisha kuyakimbia mabaya, tayari anageuzwa kuwa mtumwa wa Mungu. Lakini Biblia inasema chini pale, mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Nataka nikwambia mtumishi wa Mungu, wewe uliye bado hujampokea Kristo na wewe uliyempokea kwa siku zako, nataka nikwambia habari za Yesu huyo. Yesu aliweka utaratibu wake siku za mwisho, akaweka hata baada ya kufika siku, akaweka utaratibu, kila mtu atapewa mshahara akiwa amemaliza kazi duniani. Na ndio maana ukiangalia, ukienda serikalini, rais ana mshahara, makamu ana mshahara, waziri ana mshahara, mkuu wa majeshi, walimu sekondari, madokita. Sasa mshahara wa dunia nyingine iliyotengenezwa na Mungu aliye hai, akasema mwanadamu yoyote anapoishi duniani, kama ni mtenda dhambi, lazima akutane mshahara wake. Kama anatenda mema, atakutana uzima wa milele. Natamani jioni ya leo nikwambia habari za Yesu Kristo, huyu aliyeniokoa kama wewe. Na wewe uliye bado hujaokoka, jua kuna mshahara mbele utaenda kupewa siku ya mauti yako. Mshahara umeandaliwa, mshahara wako sitapewa mimi, utapewa wewe. Mshahara wangu utapewa wewe. Sikiliza nikwambie, dunia imeinama. Wamama leo dunia imeinama, wababa dunia imeinama. Wako watu wengi wanajua dunia bado. Sikiliza nikwambie, nikiwa sehemu nimeenda kwenye Injili, nikaleta mtoto mmoja kumfanyia huduma. Yule mtoto nilijua alikuwa na magonjwa mengine. Yule mama yake alipopita mbele akaniambia, mtumishi wa Mungu, nina mizigo, miaka mingi nimeteseka na mume wangu. Huyu mtoto unapomwona hapa, huyu mtoto anaenda na wanaume, ameanza wanaume miaka minne, lakini ana miaka 8. Nikauliza, je, alianzaje? Akasema alianza na watoto wadogo wenzake, akavuka kiwango, akaanza kwenda miaka 6 mingapi, leo ana miaka 8. Anachukua wababa zaidi ya kwangu, halafu anaenda shuleni, anatoroka anaenda kufuata wababa. Akasema hivi, tumepiga na mume wangu, tumechoka, na mimi mtoto huyu sikumzaa, maana ni mtoto wa mke mwenzangu aliyekufa. Naomba baba unisaidie mtoto huyu. Wakati nikiwa na mtazama yule mtoto, hali yake sio ya kawaida, nikajua huyu mtoto amebandikwa mwili wa kiutu uzima. Wakati naenda kufanya operation ya maombi, yule mtoto alilipuka mwenyewe. Zile roho zikasema, sisi ndio tuko kuzimu, tunamtumikisha bila kujua. Nikaziondoa hizo roho. Tukasema, ondokeni, huyu mtoto abaki kuwa huru. Siku ya kwanza ilikuwa kama Ijumaa, yule mtoto akafunguliwa. Jumamosi hakwenda kulala na wanaume tena, na ilikuwa kila siku akienda shuleni lazima lale na wanaume 3, 4, 5. Alikuwa tosheki. Dunia leo kuna viumbe vinatembea, hata Mwanza vipo leo vinatembea katika ndoa. Wako wa mama leo wanashiriki na wanaume bila kuwajua. Anachikuta binti iko kwenye shuka, halafu anakutana mwanaume mmoja mrefu au chotara, halafu anashiriki naye bila kujua. Halafu wengine ni wamama walioolewa ndoa, wanaokopa kusema kwa sababu wameolewa. Sikiliza nikwambie, dunia imeisha. Tunatamani tumwone aliye hai, aliyepigwa msalabani, anaitwa Yesu Kristo aliye hai. Tazama leo siku zimekwisha.
mzuri uliopendwa na Mungu kama Mwanza. Kuna mhubiriaji mkubwa aliyetokea Mwanza anaitwa Moses Kolola. Leo ni marehemu, na hao ndio waliopambana Mwanza. Mpaka unapoiona hivi, sikiliza, Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti, na Mungu, namshukuru Mungu wa Israeli aliposema baada ya mtu kufa ni hukumu. Inawezekana Mungu akisema baada ya kufa mwanadamu ajitetee, Wasukuma Mungu jitetea, Wajaluo Mungu jitetea, Wakuria Mungu jitetea, lakini aliposema baada ya kufa ni hukumu, na mshukuru aliye hai. Kila mtu mwanadamu atengeneze njia zake, ajua anapita. Hii ni dunia imeoza, dunia imekwisha. Sema amen. Sema amen. Sema amina. Kuna mateso ya magonjwa, nenda kumalizia. Kuna mateso ya magonjwa. Unaposikia utumwa leo, kuna dhambi za magonjwa zipo, zimeangaliwa na shetani, na watu wanatumikia vifungo vya dhambi, na wengine wanatumikia magonjwa sio ya kwao, wengine wanatumikia magonjwa ya asili zao, wazazi wao. Sikiliza nikwambie, mimi ni mtumishi wa Mungu, nazunguka sehemu nyingi nikikushuhudia shuhuda nyingi, hata siku 5, lakini zote zikamalizika. Nimekutana watu wengi wana magonjwa, watu wanateseka, Yesu anawafungua. Lakini nataka nikwambie kisa kimoja tu cha kumalizia, nikaombe na wewe. Sikiliza nikwambie, juzi nikiwa sehemu, mama mmoja akawa ananifuata, anasema baba, nina miezi 6 sioni siku zangu, halafu na mume wangu amedai. Nikamwambia hivi, yuko anaweza kufungua, aliyekutengeneza Mungu, damu zako zikatoka siku 3, na leo ndio atakufungua. Unajua nikwambiaje? Mkutano ulikuwa mkubwa, Mungu alinizuia kugusa watu, akaniambia leo haina shida ya kugusa, nitaleta tetemeko. Ilikuwa usiku wa saa 8, hiyo taarifa nikapewa nikiwa Kagongwa pale, nikaambiwa leo nitapitisha tetemeko, na wale walio na shida utaona wanainuka. Wakati ilikuwa ni Jumamosi, tetemeko lilipoanza kushuka, tulikuwa kanisani. Yule mama sikujua, walipokea miujiza kila mtu kivyake. Yule mama nikiwa Msoma, yule mama juzi akanipigia, maana sijui namba yangu alitoa hapo. Yule mama akawa ananishuhudia, baba, unanijua mimi? Nikamwambia sielewi wewe ni nani. Akasema mimi ni baba, ulikuja Kagongwa ukaleta semina sehemu fulani, lakini baba ulinitamkia neno moja ulipomaliza nilipopeleza, ukaniambia hivi, kwa sababu Mungu yupo, kuanzia mwezi wa 3 utaingia kwenye siku zako. Sikuombe, na tena nilitamka vile vile. Nikamwambia ni tatizo dogo sana kwa Yesu, mwezi wa 3 utaingia kwenye siku zako. Haizalishi na miaka, una miezi 7, haizalishi na mwaka. Wakati ulipofika juzi huu mwezi wa 3, ndipo akanipa taarifa, baba, nimeanza kuingia kwenye siku zangu. Na shangaa, lakini ni damu nyeusi zinatiririka kama maji. Nikamwambia yupo aliyezitoa na yupo aliyeweza kuzifunga. Aliingia siku ya 3, ya 4, ya 5 akanipigia simu akasema bado. Nikamwambia tulikuwa na mchungaji Chacha, ni juzi tu. Nikamwambia damu kama za kipepo kuanzia leo zinyamaze kimya, kuanzia hajuzi jana. Nikamuuliza mama vipi? Akasema baba, niko vizuri, sioni damu tena. Sikiliza nikwambie, kazi ya shetani aliyoileta duniani kuwatesa wanadamu wasiokuwa na ufahamu, anateza kanisa, anateza watu walio nje. Na ndio maana unaweza kumkuta mtu ana mateso ya dhambi, alafu ameng'ang'ania dini. Dini haina msaada, liko jina la Yesu. Yeye alisema aokoaye, atendaye, aponyaye. Sema amen. Hebu mshangilie Bwana kwa makofi, piga vigelegele, sema amen. Nikikushuhudia mtu ni mchache, nataka nikamalizie. Sikiliza nikwambie, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa mwanadamu mtenda dhambi, subiria hukumu ya siku za mwisho. Leo tunaona kwenye mtandao, tu mwenyewe una simu, watu Tanzania miaka ya 90 ilikuwa alipo jambo la kutembea mwanamke kwenye chupi, ilikuwa alipo jambo la kutembea kwenye taiti. Leo wanawake ni wengi kwenye mtandao Tanzania, wanajiuza, wengine wanatembea uchi, wengine wanatoa kafara kwa ajili ya tajirike. Sikiliza, kanisa liko karibu kunyakuliwa. Njoo kwa Yesu leo, umwambie Bwana, nisaidie nisiende jehanamu. Moto umeandaliwa kwa watu wenye shingo ngumu. Sikiliza, sogea kwa Yesu.
Yesu Kristo akusaidie usiende motoni. Sema amen. Mshike jirani yako, muulize bado unaendelea na dhambi yako ya zamani. Muulize jirani yako, hata kama umemwiba mume wake leo sama nitoko kwenye mkutano, mwambie bado unaendelea na ushihani. Mwambie bado unaendelea kuiba wake wa watu, bado unaendelea kuiba waume wa watu. Sikiliza, kama uliiba wanawake 7, kama uliiba wanawake 10, hukumu hiko mbele yako. Ninakuhurumia mtumishi wa Mungu, injili inahubiriwa kona kona, lakini bado utatubu dhambi. Wakati wengine unapiga makoti, unamwona mwanaume uliyemwiba juzi, mwingine unakiona, unaona guest, unashindwa kujua ni nini, kumbe ni dhambi iko mbele yako. Biblia inasema nendeni mkatubu ili mtengeneze mapito yenu. Natamani nikaombe na wewe jioni ya leo. Yesu anatamani akubadilishe. Yesu alisema mtu akiwa ndani yangu anakuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Sikiliza nikwambie, Yesu Nazareti alipigwa msalabani kwa ajili ya kwako na mimi. Sema amen. Mama mmoja yuko hapa, tangu azaliwe bado hajaiacha dhambi na inamfuata kila wakati. Paulo anasema hivi, nikitamani kutenda lililo jema inashindikana, na tenda yaliyo mabaya, kwa sababu dhambi imekaa kwako, imekutumikisha. Magonjwa yale unayosoya kwako, unatembea na magonjwa na kitumashia, unasema kisukari hiki kimetapakaa. Sikiliza nikwambie, juzi mama moja, matoto wake ni matajiri, wanajeshi, wamejenga nyumba na vigae pale Serengeti. Nikawa nimeenda kwake kuomba, yule mama amekamatwa na polisi, yule amekamatwa akasema hivi, nikipona hata maziwa nimezuiliwa kunywa, hata sukari chai nimezuiliwa na mimi napenda chai. Nikamwambia mama, Mungu tayari niko tayari, lakini hakuna kinachoendelea. Sikiliza nikwambie, wakati tunamfanyia huduma yule mama, ninamwombea kwa ajili ya kunywa chai na kutumia maziwa. Wakati huo tulipomaliza kuomba, nimalizia tu mtumishi chache sio na wazazi, namalizia hapo. Wakati tunamaliza kuomba, nikamwambia mama, leta kopo la sukari, alafu leta maziwa yaliyokamuliwa mchana. Akamaliza akakamua, nikaombea kopo la sukari, nikamwambia koroga chai, akasema na koroga maziwa, nikamwambia chemsha unywe, niko hapa. Akayapika pale pale na chai akainywa jioni, na leo anaendelea kutamba vidonga amevitupa, kwa sababu Yesu yupo awezaye. Yeye yupo anaotoa kisukari, yeye yupo anaotoa presha. Sikiliza nikwambie, mkamana naye alikuwa na mzigo, alikuwa anawekewa damu ndani ya kifua chake. Wakati tunaomba akaanguka na mapepo pale, damu zikaanza kutapika, tukamaliza, damu zikakatika, akawekwa huru. Simama mahali ulipo, simama mahali ulipo, nikamshukuru Mungu. Ipo siku moja nitakuja nikushuhudia matendo makubwa. Siombei kwa hela wala kwa pesa yoyote. Mungu amenipa huduma bure. Naomba nitengeneze. Naomba wale mlioko nyuma huko msoge, watumishi wa Mungu, tuombe tumshukuru Mungu. Au mahali ulipo, shika mkono wako kwenye moyo, weka mkono wako wa kulia kwenye moyo, tukamwambia Mungu rehema yake itupitie. Nahitaji mtu kama yupo mmoja amenielewa, kwa dakika chache apite mbele ili nije tuombe naye ili Mungu amsaidie. Lakini makanisa yapo, inawezekana unaona kuokoka hadharani ni shida. Tafuta mlango wa kanisa. Wote tufanye maneno haya. Sema, Bwana Yesu, tunakuja kwako, tusaidie dhambi za mishahara tukaziondoe kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo Bwana, nisipate mshahara wa dhambi juu yangu. Kuanzia leo ninatubu dhambi, unisamehe dhambi za mawazo, dhambi za wanaume, dhambi za wanawake. Nisaidie Bwana, kuanzia leo unitakase kwa damu ya Yesu. Jina langu uliandike kwenye kitabu cha uzima, ukalifute kwenye kitabu cha hukumu. Asante Yesu, katika jina lako
Weka mikono miwili kwenye kifua, niombe. Baba, katika jina la Yesu, tazama yule mama anateseka na kisukari. Baba, muda wa kuombea umekwisha. Ipo siku moja utanileta tena hapa. Najua wapo wa mama anateseka, amejenga manyumba Baba na vigae, lakini wana mateso. Iko siku moja Mungu utanirudisha. Baba, wasaidie na waambatanishe na neno lako. Linasema mwanadamu nenda ukatubu dhambi ili Mungu akusamehe na Mungu akufunike kwa damu yake. Kuanzia leo Yesu atembee na wewe, aondoe magonjwa juu yako. Yesu aondoe msiba. Yesu aondoe matatizo. Wako watoto hawasomi kwa ajili ya misimu. Wako watoto wameibiwa ufahamu. Ipo siku moja Baba utawasaidia. Na mimi na nao jioni ya leo, kila mtu atatafuta mlango pale ulipo, mahali pale panapowiswa kusaidia mwanadamu, naye atasaidiwa na wewe. Asante na kushukuru jioni ya leo kwa jina la Baba na la Roho Mtakatifu. Piga vigelegele kwa Yesu, sema amen. Chacha, karibu mchungaji. Mungu akubariki. Ipo siku moja nitakuja kukusaidia mawazo. Chacha, karibu. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu.